kichwa chake, na kweli akamtengenezea akamletea, akakaa pembeni yake. Pia akamwambia nenda kaoge maana unanuka. Akachukua ile kawa mchizi akanyanyuka kwenda bafuni. Lakini walau Cecilia anajitahidi kumweka Fola kwenye maisha ya kawaida ya kibinadamu. Siku ya Jumapili akamwandalia chakula. Hapo tayari kala pamba za kanisani. Akawa anamuuliza sasa mchizi kama analijua kanisa lolote lililopo karibu. Mchizi hajui na hataki kuongea sana. Basi sisi akasema ataenda kanisani na bibi mwenye nyumba sasa. Kisha akaondoka. Akaja huku akaungana wote watatu kuitafuta Kawe kwa Mamposa. Baadaye alipotoka kanisani akarudi nyumbani akamkuta mzee wake anakula siga kama kawaida yake. Akampita lakini akageuka akarudi akakaa pembeni yake. Akamuomba kwanza azime sigara. Mchizi kinyonge sana akaizima. Sisi akasema asante kwa kuuliza. Ibada usifanye hivyo. Usifanye hivyo. Usiniletee story mimi. Hivi kwa nini muda wote unakuwa unanifukuza? Hutaki kujua chochote kuhusu mimi. Hivi kwa nini wewe mtoto una drama nyingi? Kwa nini? Unataka kuwa kama mamako? Usimtaje mama yangu. Nahitaji kuongea na wewe, wewe ni baba yangu. Na unahitaji kujua vitu vingi kuhusu mimi. Mchizi akaona sisi anamletea jao hivyo akanyanyuka akasepa. Sisi akasema, "Usiwe unamtumia mama yangu kuvuruga maongezi yangu mimi na wewe. Nataka uoneshe tu kama unanijali." Mchizi akasema, "Sawa. Nakujali." Basi mida usiku, Sesi upo kitandani huku kashika picha ya mama yake ile ambayo Fola aliona kwenye drawer yake akaganda kidogo. Kumbe ni mama yake Sesi bana. Basi maisha yakaendelea kama kawaida. Fola anarudi kalewa kishenzi anajitupia tu kwenye kochi. Sesi ndo kumleta chumbani anamlaza kitandani anamfunika vizuri na nini. Sasa kumbe kipindi Cecilia anaishi na mama yake, Fola alikuwa anawatumia pesa kidogo sana ya matumizi. Kiasi kwamba alikuwa anawalazimu kufanya vibarua vingine ili kukidhi mahitaji. Mchizi anadai pesa aliyokuwa anatuma ilikuwa ni kwa ajili yake peke yake na sio mama yake. Lakini pia Fola alimwahidi Sesi kwamba atamuoa. Lakini alivyobebaga mimba tu ya Sesi, Mchizi akakimbia. Leo Sesi kampa huo ukweli mchungu Mchizi akujua kama mwanae aliambiwaga hizo story. Kwa hiyo ilimuumiza kidogo ila akapotezea. Si unajua tena watu wa klabu wanajikutaga hawana mioyo. Basi bana, Sisi akawa anamtamani sana Esther akiwa anasoma. Anatamani na yeye arudi shule. Sasa kuna siku Fola alikuwa nyumbani anaangalia mpira. Na muda huo kabeti mkeka unaenda vizuri magoli yanafungwa tu. Kwa hiyo Mchizi anafurahi kishenzi ananyanyuka tu kuongeza pombe. Sasa akamwambia unakunywa pombe nyingi sana sio nzuri kwa afya yako. Pombe ni nzuri kwa afya yako. Ukinywa pombe unaona vizuri. Unaweza ukunywa pombe ukitaka, kuna pombe nyingi sana hapa. Sisi akasema mimi na miaka 12 siwezi kunywa pombe. Kumbe umeshafikisha miaka 12? Yaani hata miaka ya mwanae haijui. Mchizi anashangilia magoli tu. Sisi akamwambia naelewa ulikuwa unihitaji mimi. Lakini vipi kifo cha mamaangu? Kilikuuma kweli? Kiniumeje sasa? Kwani mimi ni makosa yangu? Sawa sio makosa yako, lakini ulinitelekeza kwa miaka 12. Unaweza kufanya maamuzi sahihi sasa hivi. Unanivuruga ujue. Huo ni vijana wao wanashindwa hadi kucheza vizuri. Sikia. Alitaka kukuzaa wewe nikamwambia mimi siko tayari. Ilikuwa ni kosa kukuzaa wewe. Unaongea nini? Mwangalie huyu mjinga. Yaani watu tumeweka hela nyingi lakini Mchizi akaendelea na mpira. Cecilia akaondoka pale akaja chumbani kwake akalia sana. Baba yake mzazi kabisa akamtolea maneno makali mno kwamba alikuwaga hamtaki. Alafu wala hata ajali. Sasa mida usiku